Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Watu wengi wameshindwa kujua ya kwamba ni njia gani wapite ili waweze kuvuna baraka zao kwa Mungu. Wameshindwa kujua kwamba ni njia gani wapite ili waweze kumtii Mungu ili zile baraka zao zije. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, unaweza kuzivuna baraka zako mbele za Mungu kwa kumtii Mungu. Ukaachana na mambo yote ya kidunia, ukaachana na maovu, ukaachana na uzinzi, kisha ukamwendea Mungu na Mungu akakupatia baraka zako. Lakini ni pale utakapoamua kuanzia ndani yako kumtii Mungu, ndipo baraka zako zitakuja. Najua kuna wengine wanahitaji wake sahihi, najua kuna wengine wanahitaji waume sahihi, lakini ujue kabisa unachohitaji mwanamume sahihi, unahitaji mwanamke sahihi. Mungu hawezi kumpa mtumishi wake mtu ambaye sio sahihi. Sawa, unataka mtu sahihi, lakini jukumu lako nayo kuwa sahihi ili kuweza kupata mtu sahihi. Kwa sababu Mungu anampa mtumishi wake mtu sahihi, hataki mtumishi wake apate majaribu yaliyokuwa nje ya mapenzi yake. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, mtii Mungu ili uweze kupata uponyaji. Najua leo hii inawezekana upo kitandani unataka uponyaji. Unajua kwamba unataka kujua ni jinsi gani unaweza kupata uponyaji. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, unaweza kupata uponyaji ukatoka katika hicho kitanda, ukatoka katika maumivu, ukatoka katika kusemwa na kusimangwa na watu wengine kwa kumtii Mungu. Hautaweza kunufaika na baraka yoyote ya kimungu ndani yako mpaka utakapomtii Mungu. Leo tunaenda ibadani kimapokeo, tunaenda ibadani kimazoea. Matendo yetu yanakinzana na mapenzi ya Mungu. Tunaenda pale ili kutiwa moyo ya kwamba Bwana Mungu anakupenda, Mungu anakuhitaji, lakini matendo yetu yanakinzana na mapenzi ya Mungu. Lakini wacha nikwambie mtu wa Mungu, hata uombewe na mtumishi gani wa Mungu, hata uombewe na mtumishi yoyote wa Mungu, kama matendo yako ni maovu, basi hautaweza kunufaika na baraka ya Mungu. Na unawezaje kumtii Mungu? Unaweza kumtii Mungu kwa kuacha dhambi. Na unawezaje kuacha dhambi? Unaweza kuacha dhambi ni pale unapomkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili avunje hiyo asili ya dhambi iliyokuwa ndani yako, ambao hapo toka awali ya Adamu na Hawa waliporuhusu dhambi, ile dhambi ikapita vizazi na vizazi mpaka leo hii. Hautaweza kunufaika na baraka ya Mungu bila kushinda dhambi. Na ili uweze kushinda dhambi, ni lazima mkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hakuna mtu yoyote, dini yoyote ambaye hajamkubali Yesu Kristo anayeweza kushinda dhambi. Hayupo. Hata kama tutashindana kipropaganda tu, mimi ndio dini yetu nzuri, dini yetu, lakini ndani yako utakuwa unashuhudia kwamba kweli mimi dhambi nimeshindwa kuishinda, kwamba mzinzi ndio yule yule. Inawezekana nipo mbele za watu naficha, watu hawajui kama ni mzinzi, lakini nikitoka nje ya watu walionizoea, mzinzi ni yule yule. Tena sitaki kujulikana kama ni mtu wa Mungu. Kwa sababu gani? Asili ya dhambi ipo humu ndani ambapo dini haiwezi kuingia. Ila ni pale unapomkubali huyu Yesu Kristo aliye hai, anakupatanisha na Mungu na unaziendea baraka zako. Ukisoma pale Ayubu 22:21 anasemaje? Mjue Mungu sana ili uwe na amani, ndivyo mema atakavyokujilia. Kumbe hatua ya kwanza ni kumjua Mungu. Kumjua Mungu kwa staili ipi? Kumjua Mungu kwa matendo mema, kwa matendo yanayomcha Bwana. Kwa sababu acha nikwambie mtu wa Mungu, leo hii hata mchawi akija hapa ukamuuliza unampenda Mungu, atakwambia nampenda. Unamjua Mungu, atakwambia namjua. Freemason akija hapa utamwambia, atakwambia hivyo unampenda Mungu, namjua. Jambazi ukija hapa atakwambia hivyo hivyo, nampenda Mungu, namjua Mungu. Mzinzi, mlevi, wote atakwambia nampenda Mungu, namjua Mungu. Lakini kumpenda kwetu Mungu ni kwa matendo mema. Tafsiri ya upendo wako kwa Mungu ni kwa matendo mema. Ndio maana Biblia inasema mjue Mungu sana ili uwe na amani. Kumbe ukisoma sana neno la Mungu, kwa sababu ili uweze kumjua Mungu ni lazima usome neno lake. Ndio maana anasema mjue Mungu. Na Mungu anapatikana wapi? Mungu anapatikana katika neno lake. Kwa ni lazima, ni jukumu letu, ni sawa sawa na kuambia hivi, soma sana neno la Mungu ili upate amani ndani mwako. Ukishapata amani, Mungu ndio anakubariki. Ndio tafsiri ya nyingine ya neno hilo la Mungu. Sasa wacha nikwambie mtu wa Mungu, hebu kubali maonyo, kubali kutembea na Mungu ili uzivune baraka zako, ili uvune. Kwa sababu Mungu anasema ya kwamba mjue Mungu sana ili uwe na amani, ndivyo mema atakavyokujilia. Na shetani adui anafanya juu chini watu wa Mungu wasiwe na amani. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, inawezekana wewe una amani katika uzinzi, unaamini ndio amani. Inawezekana wewe una amani katika ulevi, unaamini ndio amani. Lakini una amani kuwa na pesa, unaamini ndio amani. Wacha nikwambie, amani yoyote inayobebwa na kitu, hiyo sio amani. Kwa sababu kila kitu kinapopotea, amani haipo tena. Lakini amani inayokuwa katika Yesu Kristo aliye hai, amani umwezesha mtu wakati wowote. Wakati wa magumu anakuwa na amani, wakati wa furaha anakuwa na amani. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, hebu mkubali huyu Bwana Yesu ili atembee na wewe, ili akupe upatanisho na Mungu, ili uweze kuzivuna baraka zako na amani yako ikukirimie, iwe juu ya vitu vyote. Mke akikuacha unakuwa na amani, mume akikuacha unakuwa na amani, pesa zikipotea unakuwa na amani, watu wakikutukana unakuwa na amani. Kwa sababu gani? Pendo la Kristo lipo juu ya vyote. Kwa sababu pendo la Kristo lipo ndani yako.
Orika masakata yabo shekete. Rikonda raba sakata yabo. Waibu mtu wa Mungu, simama na Mungu. Tembea na Mungu kikamilifu ili Bwana akuonyeshe njia zako, akuonyeshe baraka zako. Biblia inasema ukisoma ile Hesabu 23 mstari wa 19, Mungu si mtu hata ajute. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Kwa nini Mungu ajuti? Kwa sababu Mungu hamwezeshi mtu, hamfanikishi mtu mpaka ampitishe katika mchakato, mpaka amkague, ajue huyu ni mtu sahihi na mawazo yake ni sahihi, ndipo anambariki. Lakini je, kwa nini Mungu ajuti? Kwa sababu Mungu, mtu yoyote anemsaidia ni lazima ampitishe katika mchakato, ni lazima ampime ya kwamba mawazo yake ni sahihi. Leo hii unaomba gari. Je, unaomba gari ili ulitumie nini? Ulitumie katika uovu, ulitumie katika uzinzi, ulitumie katika kudanganya watu, utumie katika kuwanyanyasa watu. Lakini mawazo yako yakithibitika na Mungu ya kwamba mawazo yako ni sahihi, ya kwamba Mungu, mtu huyu anataka gari, lakini katika kutaka kwake gari, ya kwamba hata mtu yoyote akipata shida jirani yake usiku, basi atambeba kumpeleka hospitali, basi wacha nikwambie, Mungu atakuwa na deni ya kushughulikia ili upate hilo gari. Roko basakata yaba oria kasakata. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, simama na huyu Yesu, simama na huyu Bwana ili akupe nguvu za uwezesho ushinde dhambi, ili ukisha shinda dhambi uziendee baraka zako. Na utakapoziendea baraka zako, Mungu hatajuta kukusaidia. Kwa sababu gani? Mawazo yako yatathibitika na yeye. Hebu vunja ule ubatili uliokuwa kichwani kwako ya kwamba nipate hii gari ili nitambishie watu. Hebu vunja ule ubatili uliokuwa katika moyo wako ya kwamba nipate hizi mali ili watu wanijue. Hebu vunja ule ubatili uliokuwepo katika fikra zako ya kwamba hebu ngoja nipone ili nirudi kwenye uzinzi, ili nirudi kwenye zinaa. Vunja ili Mungu akupe uponyaji. Wacha nikwambie, ukivunja ubatili wote, ukathibitika mawazo yako na Mungu, basi Mungu atakuthibitisha na atakubariki, kwa sababu mawazo yako atakuwa yanaendana na mapenzi yake. Hebu soma ile Yohana 15 mstari wa 7. Anasemaje? Ninyi mkikaa ndani yangu, maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo, nanyi mtatendewa. Wacha nikwambie, Mungu anatuambia kwamba maneno yake yakikaa ndani yetu, yani tuyaishi, basi tutaomba lolote. Lolote ni nini? Lolote mke akiwepo, lolote mtoto akiwepo, lolote mume akiwepo, lolote ni katika uponyaji, yote vinakaa katika lolote. Mpaka Mungu anasema lolote, ina maana ni chochote utakachoomba Mungu atakutendea, kwa sababu mawazo yako yatakuwa hayapo katika ubatili. Hebu mtii huyu Bwana, mtii huyu Mungu ili uweze kuvuna baraka zako, ili uweze kuvuka katika hilo jaribu, ili uweze kuvuka katika hiyo mchakato ambao unaotaka kuvuka kila siku. Mungu atakuvusha mpaka uvunje hayo batili ya mawazo, mpaka uvunje mawazo na nia mbili ya kwamba akubariki, akuponye ili uende kwenye uzinzi, ili uende kwenye dhambi. Hebu mtii Mungu. Acha kutiwa moyo, usipende kutiwa moyo, japokuwa kutiwa moyo sio dhambi wala sio vibaya, lakini utiwe moyo katika haki. Kabla ya kutiwa moyo, tukufundishe kwanza, watu wafundishwe kweli ya kumtii Mungu, ili ukija ukimtia moyo, basi mapenzi ya Mungu, ile moyo unavomtia, basi impe nguvu ya kuwa na subira, ya kusubiri zile baraka zake, lakini sio kumtia moyo huko endelee na dhambi. Kama una tatizo la aina yoyote, basi piga namba hii. Hii ni namba ya mchungaji wangu, atakuombea na utapona. Kama una shida yote, changamoto yote, ama una swali lolote unataka kufafanuliwa ama kueleweshwa ama kuelekezwa, basi piga namba hii. Na kama una mgonjwa, basi mlete, ataombewa na atapona kabisa. Maana Bwana Yesu amewaita watumishi wake kwa ajili ya kuifanya kazi yake, na wameitika kuifanya kazi ya Mungu bila gharama yoyote. Na Mungu akubariki sana.